Leo ninategua kitendawili. Ni mafuta gani mazuri kupikia? Ni alizeti, mzaituni, nazi, mawese au siagi? Somo hili umekuwa ukilitamani sana, leo nalifundisha. Twende darasani. Umesikia mafuta mazuri ni alizeti. Ukikaangia viazi asili, pishi hili linalopatikana chipsi linabadilika kuwa sumu. Mkanganyiko huu umetokana na nini? Tutajifunza utofauti wa siagi ya mimea na siagi ya maziwa. Wengi mnaacha siagi ya maziwa, mnatumia siagi ya mimea kupaka katika mikate. Haya ni ya mgando, yataganda katika mishipa ya damu, na haya ni kimiminika, hayagandi kwenye mishipa ya damu. Elimu hii tutaichimba kwa kina zaidi leo, usitoke. Leo mimi sina maamuzi, sayansi ndiyo itaamua. Sayansi imetengenezwa na nadharia ambazo zinahakikiwa kiutafiti na kuwekwa katika vitabu. Miaka 1950 nadharia ya kolesterol na maradhi ya moyo ndipo ilipamba moto. Ilifanyiwa utafiti kwa kina. Mwaka 1977 US Dietary Guideline, mwongozo wa chakula, ukaja na ukomo kwamba haturuhusiwi kuzidisha miligramu 300 za kolesterol kwa siku. Kichimba kwa kina katika vitabu, haina maana hakukuwa na nadharia zingine zilizokuwa zinaeleza chanzo cha maradhi ya moyo. Nadharia hii ya chronic inflammation na maradhi ya moyo ni nadharia iliyotupiliwa mbali, lakini sasa ndiyo inayoteketeza na kumaliza nguvu kazi ya taifa. Tutajifunza nadharia hii iliyosahaulika jinsi gani ina uhusiano na mafuta ambayo umekuwa ukitumia kila siku kupikia jikoni. Sayansi ya mafuta ya kupikia. Mafuta huongeza ladha au utamu wa chakula. Ukila nyama iliyonona kama hivi yenye mafuta, lazima itakudondosha udelele kwa sababu ni tamu. Mafuta huongeza ladha asili ya chakula. Ndio maana watu wengi wanapenda kutumia mafuta katika chakula. Tulijifunza form 4 katika organic chemistry na viwango vingine vya kielimu kwamba carbon atom ina uwezo wa kupea na hydrogen atoms na kutengeneza bondi ambayo inaitwa covalent bondi. Hasa ina uwezo wa kutengeneza covalent bondi 4, 1 2 3 4, yani bondi 4. Na hapa tunaona hii structure kwamba hapa kuna hydrogen atom, hydrogen atom, hydrogen atom, hydrogen atom, na huu muundo tulikuwa tunaita alkane kwa sababu hakuna double bondi hapa katikati. Na endapo huo muundo ukiwa na hii sifa ya double bondi, huu muundo tulikuwa tunauita muundo wa alkene. Sasa kwa kutumia concept hiyo hiyo ya alkane na alkene, leo utaenda kujua mafuta gani mazuri ambayo unatakiwa kuyatumia kwa ajili ya afya yako. Muunganiko wa carbon atom zaidi ya moja, na muunganiko huo umetokea kwa kutumia bondi moja. Structure hiyo huitwa saturated structure. Saturated tukimaanisha kwamba muundo huo umetosheka, huwezi tena kuongeza hydrogen atom katika huo muundo. Lakini ikitokea muundo mwingine ya kwamba kuna muunganiko wa carbon atom zaidi ya moja, na katikati au sehemu yoyote katika carbon to carbon kuna double bondi. Double bondi tukimaanisha hivi, sawa sawa. Muundo huu tunauita unsaturated structure, tukimaanisha kwamba tuna uwezo wa kuivunja hii bondi tukaongeza hydrogen atom. Hivyo muundo huu hauko saturated, haujatosheka, tuna uwezo wa kuongeza tena hydrogen atom. Endapo kitokea katika chemical structure moja kuna double bondi zaidi ya moja, double bondi ya kwanza, double bondi ya pili, double bondi ya tatu, maana yake ni kwamba katika muundo huu tuna uwezo wa kuongeza hydrogen atoms nyingi sana, kwa sababu tuna sehemu nyingi za kuvunja bonds. Nikimaanisha kwamba endapo katika muundo kuna double bondi moja katika complete structure ya hiyo compound, tutasema ni mono unsaturated. Na endapo kitokea kuna double bondi zaidi ya moja, tunasema ni poly. Mono means one, poly means many. Hivyo basi tunaposema saturated fats
tunamaanisha ni umbo ambalo halina double bond. Maana yake huwezi kuongeza hydrogen atoms. Na tunaposema monounsaturated fats tunamaanisha kwamba kuna one double bond. Na tunaposema polyunsaturated fats maana yake kuna many double bond. Hiyo ndo sayansi ya msingi namna ya kujua makundi ya mafuta ya kupikia. Tuna makundi matatu ya mafuta endapo tukiyachanganua kwa kuangalia muundo wake kikemikali: saturated fat, monounsaturated na poly. Kumbuka tumejifunza kwamba saturated ni muundo ambao hauna double bond katikati ya compound yote. Na kingine tumeona monounsaturated ni muundo wenye double bond moja katika compound nzima. Lakini polyunsaturated tukitafuta double bond tutakuta double bond zaidi ya moja katika hiyo compound. Saturated yana high melting point. Ili melting point ni joto linalohitajika kuyafanya yawe kimiminika. Unaona haya mafuta haya ni mgando hapa yalipo kwa sababu muundo wake uko saturated. Maana yake ni kwamba si rahisi kuyayeyusha kwa kutumia joto dogo. Hayawezi kuonekana kimiminika katika joto la chumba chako. Lakini monounsaturated yenyewe yana medium melting point, yanaweza kuyeyushwa na joto la chumba chako. Kwa mfano mafuta haya ya mzaituni unayaona hapa. Na tuna mafuta mengine yanayoitwa polyunsaturated. Haya ndo dhaifu kabisa katika joto la chumba chako, yenyewe muda wote ni kimiminika. Kwa mfano hapa AC iliyopo hapa tumeituni thermostat yake degree centigrade 16, lakini bado haya ni kimiminika, tukimaanisha kwamba yana melting point ndogo. Joto linalohitajika kuyayeyusha ni dogo sana. Hata ukienda nayo Arusha, ukienda nayo Njombe, sehemu zenye baridi, kiasi kwamba haya mafuta bado yatabaki kuwa kimiminika. Tuna mfano wa mafuta siagi ya ng'ombe, samli ya ng'ombe, mafuta ya nyama iliyonona, mafuta ya kitimoto, mafuta ya nazi. Haya ni mfano wa mafuta ambayo ni saturated. Kumbuka ya kwamba mafuta ambayo ni saturated hayaharibiki kwa wepesi unapoyaweka kwenye moto mkali. Hayatengenezi sumu kwa wingi ukilinganisha na mafuta ambayo ni monounsaturated kama mafuta ya mzaituni, mafuta ya parachichi, mafuta ya almond na mafuta ya michikichi. Haya mafuta yenyewe kidogo yanastahimili joto, lakini hayawezi kulingana na mafuta ambayo yako katika kundi la saturated. Lakini polyunsaturated ndo mafuta ambayo ni dhaifu sana katika moto. They are prone to oxidation, yani yanatengeneza sumu nyingi yanapowekwa katika moto mkali. Mafuta haya yanaitwa polyunsaturated. Ni pamoja na alizeti, pamba, soya, mahindi. Ndio maana unashangaa kama nimetumia viazi mviringo, ni viazi asili, nimetumia mafuta ambayo mnasema ni mazuri, mafuta ya alizeti kukaangia chipsi zangu, mara tu baada ya kuzitoa kwenye moto unaanza kuzituhumu, zinaleta maradhi ya moyo, zinaleta kitambi, zinaleta kisukari, zinaleta ugumba, zinaleta kansa. Sasa nini kimetokea hapo? Wakati kile kitu kinatokota kwenye mafuta mengi, chakula hufyonza zile sumu zinazozalishwa wakati mafuta dhaifu yanapokuwa yanatokota katika moto. Mafuta ambayo ni polyunsaturated, ambayo yana low melting point, umeyasubject katika temperature kubwa, hivyo yanaleta sumu nyingi katika chakula. Kwa hiyo unapokula zile chipsi, unapokula viazi, unapokula samaki, unapokula kuku aliyekaangwa katika mafuta ambayo ni polyunsaturated, unakula sumu nyingi sana zinazopatikana wakati mafuta yanaungua. Oxidation of oil ni kitendo cha kuathirika kwa mafuta pale yanapokuwa subjected katika oxygen na joto kali. Hali hiyo hutengeneza free radicals. Free radicals hizi zinaitwa ni reactive oxygen species. Ni mabaki ya oxygen yanayozalishwa wakati mafuta yanatokota katika moto. Mabaki haya hufyonzwa na kile chakula. Hivyo basi yanapoingia mwilini yakarundikana, huleta tissue au organ injury. Huumiza ubongo, huumiza mishipa ya damu, njia za hewa, huumiza ngozi, mambo ya uzazi.
kisababishi cha maradhi karibia yote ambayo ni sugu. Katika jedwali hili nimeweka mafuta na oxidative risk, yani uhatari wa hayo mafuta kuathirika kwa wepesi. Saturated fatty acid ambayo ni samli, siagi, nazi na talo yana low oxidative risk. Halafu olive oil, avocado, almond ambayo ni mono unsaturated yana medium oxidative risk. Halafu tuna polyunsaturated fatty acid ambayo ni alizeti, pamba, soya, mahindi yana high oxidative risk. Sasa hebu jiulize, mafuta ya mzaituni haya yanawekwa hadi kwenye chupa nyeusi ili kuzuia miale ya jua au kuzuia mwanga mkali usiathiri yale mafuta, kuzuia oxidative risk kubwa. Sasa wewe unashangazwa na umaridadi huo, ubunifu huo wa kuyalinda mafuta ya mzaituni. Wewe unachukua alizeti, unachukua pamba, unachukua soya, unachukua mafuta ya mahindi. Hayo ndo unaokaangia kuku, unaokaangia samaki, unaokaangia chipsi, unaokaangia nyama. Alafu cha kushangaza zaidi, unayaweka, unayachuja, unayaweka, unayachuja. Hicho kitendo ndo chanzo cha maradhi sugu katika familia yako. Ukiathirika katika ubongo, kuna hatari wa kukosa usingizi, kipanda uso na matatizo ya akili. Unaweza kuwa unakunywa dawa za akili, kumbe tatizo linaanzia kwenye msongo wa sumu. Macho, watoto wa jicho, uono hafifu ni msongo wa sumu za vyakula. Matatizo ya moyo na mishipa ya damu, shinikizo la juu, shambulio la moyo, valvu kushindwa kufanya kazi vizuri ni matatizo ya mwili kuwa katika msongo wa sumu. Matatizo ya figo, hili ni tatizo ambalo unashangaa huyu mtu kapata wapi hili tatizo. Ni mwili kuwa katika msongo wa sumu. Tatizo lenu mnarudia mafuta yale mliokaangia vyakula, huku hayo mafuta yakiwa dhaifu. Mwili kuwa katika msongo wa sumu, hali hiyo inaweza kusababisha pumu ya ngozi, ngozi kuwasha. Tatizo hili kama umedumu nalo kwa muda mrefu, unatakiwa kujichunguza. Matatizo ya joint kukauka, maji kusagika, hali hii inaweza kusababisha wewe kuwa mlemavu. Tatizo linaanzia hapo. Maradhi, unene unaoongezeka kwa kasi, unashangaa unaongezeka hata bila kula. Tatizo la kisukari, tatizo hili linaweza likasababishwa na mwili kuwa katika msongo wa sumu. Yote hayo unatakiwa uwe tu na elimu, mafuta gani mazuri, mafuta gani mabaya, na uyatumie kwa namna gani. Tunaweza kuchanganua zaidi mafuta kama omega 3, omega 6 na omega 9. Huo ni mchanganuo wa kimuundo katika yale makundi matatu ya mafuta ambayo ni saturated, monounsaturated na polyunsaturated. Haya mafuta ya omega 3, omega 6 na omega 9 yanaangukia katika kundi la polyunsaturated fatty acid. Mafuta haya yanaitwa ni essential oils. Essential oils maana yake ni kwamba mafuta haya tunayahitaji kutoka kwenye chakula. Mwili hauwezi kuyatengeneza. Hivyo basi lazima tupate omega 3 na omega 6 kutoka kwenye chakula, isipokuwa omega 9. Kwa hiyo omega 9 haipo katika kundi la essential. Maana ya kitu kuitwa essential kisayansi, you must eat, lazima ule, lazima ukipate kutoka kwenye msosi unaokula kila siku. Sasa inatakiwa ufahamu kwa nini yameitwa omega 3 na kwa nini yameitwa omega 6 na kwa nini yameitwa omega 9. Tunajua ya kwamba haya yote yanaitwa polyunsaturated kwa sababu yana zaidi ya double bond moja katika chemical structure yake. Lakini kwa nini yameitwa omega 3, omega 6, omega 9? Sasa kimuundo ni kwamba unapokuwa unaandika structure ya yale mafuta, kwa mfano omega 3 ni linolenic acid, omega 6 ni linoleic acid na omega 9 ni oleic acid. Na mfano wa omega 3 ni mafuta ya samaki, na mfano wa omega 6 ni mafuta ya mbegu, alizeti, pamba, soya, mahindi, mafuta ya mbegu, naomba unielewe. Na mfano wa omega 9 ni mafuta ya mzaituni, mafuta ya avocado ni mafuta ya omega 9. Sasa tuone kwa nini yanaitwa hivyo. Sasa muundo wake unapokuwa unaundwa, tunaanza na huku kuna methyl group ambao ni methyl end inaitwa. Alafu huku kuna carboxyl end huku mwishoni. Sasa tukihesabu carbon atom kuanzia kwenye methyl
end kuanzia huku mwanzoni kulipo na hii methyl group. Tukihesabu 1 2 3, endapo hii double bond iko katika carbon ya 3, hiyo inaitwa omega 3 fatty acid. Umeelewa hapo? Tuje kwenye omega 6. Omega 6 maana yake ni kwamba tukianza kuhesabu carbon atom kutoka kwenye methyl end, sio huku kwenye carboxyl end. Tukihesabu 1 2 3 4 5 mpaka 6 pale ilipo double bond, basi yataitwa omega 6. Hivyo hivyo na omega 9 utahesabu kuanzia kwenye methyl group pale ambapo imeanzia methyl group kuja pale double bond ilipo. Hapo ndipo tutasema omega 9 kwa sababu double bond iko kwenye carbon atom ya 9. Umeelewa utofauti wa omega 3, omega 6 na omega 9? Sasa twende. Je, omega 3 ni mafuta yanayopatikana wapi? Omega 3 tunaita linolenic acid, ndio mafuta ya omega 3. Yanapatikana kwenye mafuta ya samaki, lakini kwenye mimea, kwa mfano ukila almond, ukila macadamia, ukila walnuts, utapata mafuta ya omega 3, lakini yanaitwa ALA, ni alpha linolenic acid. Haya ni mafuta ya omega 3 yanayopatikana kwenye mimea. Mwili unatakiwa tena uanze kuyabadilisha ili uende kupata EPA na DHA. Omega 6 yenyewe inaitwa linoleic. Omega 6 ni pamoja na mafuta yote ya mbegu, mafuta yanayotokana na mbegu, alizeti, pamba, soya, mahindi. Haya mafuta yote yanaitwa omega 6. Halafu tuna mafuta ya omega 9. Haya ni mafuta pamoja na avocado na olive oil. Kumbuka omega 9 sio essential oil. Nadhani umenielewa. Twende tukachimbe kisayansi zaidi. Omega 6 ambayo tumeipata kutoka kwenye mafuta ya alizeti, pamba, soya, mahindi. Omega 6 hii hubadilishwa kutoka kwenye cell membrane na phospholipase A2 kuwa arachidonic acid. Arachidonic acid mbali na kuipata kutoka kwenye hayo mafuta, pia tunaweza kuipata kutoka kwenye nyama, samaki, kuku, mayai. Ukiulizwa vyanzo vya arachidonic acid ambao ni polyunsaturated fat acid, lazima uvitaje hivi viwili. Chanzo cha kwanza ni mafuta ya mbegu yenye kiasi kikubwa cha omega 6 hubadilishwa kuwa arachidonic acid, lakini pia tunaweza kuipata moja kwa moja kutoka kwenye nyama, samaki, kuku na mayai. Hii arachidonic acid ita undergo pathway mbili, COX pathway na LOX pathway. Ni namna tu inavyobadilishwa, mchakato unaoendelea mwilini. Mungu fundi, yani iko hivi. Hii COX pathway ndiyo itakayotuzalishia prostaglandin E2 ambayo ndio inayomediate pain, fever and swelling. Hivyo unapoona unapata homa, unapoona unapata maumivu, ujue inayofanya kazi inaitwa prostaglandin E2. Halafu unapoona umepata jeraha, damu ambayo ilikuwa inatoka pale ghafla inaganda. Kilichotokea ni kwamba kumetokea na ile mishipa kupunguzwa kipenyo ili damu isivuje, kisha kugandisha damu hiyo sehemu. Hicho kitendo hufanywa na thromboxane A2. Umeona hayo mambo? Mungu fundi. Haya, twende sasa. Katika LOX pathway tunazalisha leukotrienes. Hizi ni powerful inflammatory mediators. Wale ambao mna asthma, wale ambao mna matatizo ya allergy, tukiwapima katika damu mnakuwa na kiasi kikubwa cha leukotrienes. Hivi ndo hufanya mapafu ya bane, njia za hewa zibane. Dawa za maumivu Brufen na Meloxicam zimekuwa sehemu ya maisha yako. Tuone namna gani zinavyozuia maumivu. Arachidonic acid hupitia COX pathway na kuzalisha prostaglandin E2 ambayo inaleta swelling, inaleta kuvimba, inaleta homa, inaleta maumivu. Sasa zile dawa zinaenda kubloko huyu COX-2 asitengeneze prostaglandin E2 usipate haya majanga yote. Kama wewe ni mhanga wa homa sugu, kila siku unaambiwa UTI haiishi, unatakiwa kuacha vitu ambavyo vinaleteleza haya mambo. Tudili na chanzo, tuache kuzima dalili. Kama wewe kila siku matatizo ya joint na mifupa, umekuwa ni mhanga wa miaka, tunatakiwa kuangalia chanzo ili tuweze kujiepusha na matumizi sugu ya dawa za maumivu. Lakini pia kuna dawa ambao wagonjwa wa shinikizo la juu la damu hupewa, ambayo inaitwa Junior Aspirin. Kazi yake kubwa ni kuifanya damu iwe nyepesi. Sasa tumeona kwamba
Arachidonic acid ikibadilishwa kuwa thromboxane A2 ina promote platelet aggregation, vasoconstriction, lakini pia unaweza kusababisha thrombus formation, utengenezaji wa donge la damu lililoganda katika mishipa. Hivyo tunatumia junior aspirin ili kuweza kuzuia hiyo hali. Tafiti zinaonyesha kwamba thromboxane A2 ikiwa nyingi kuliko prostacyclin kinacho